Mjukuu wangu. Naam baba. Hadithi ya leo nilitaka tusirare bila mimi kukusomea hadithi. Ndio. Na hii hadithi ilinisaidia sana katika maisha. Na wewe nataka ikusaidie pia. Nikusomee basi. Kulikuwa na kijana aitwaye Baraka. Ndio. Aliyeishi kijijini pembeni ya mto mdogo wenye maji safi. Kila siku Baraka alifanya kazi shambani, lakini moyoni mwake hakuwa na furaha. Alikuwa akitazama watu wengine na kufikiria, wao wana maisha bora kuliko mimi. Siku moja akiwa amekaa kando ya mto akiwaza sana, alikutana na mzee mmoja mwenye tabasamu la amani. Mzee huyo alimuuliza, "Kwa nini unaonekana kuwa na huzuni kijana?" Baraka akajibu, "Nafanya kazi kila siku, lakini sifurahii maisha yangu. Naishi kama ninakosa kitu." Mzee akacheka kidogo na kusema, "Nifuate kesho asubuhi, nitakuonyesha siri ya furaha." Asubuhi iliyofuata walikutana mapema. Mzee akampa Baraka kikapu na kumwambia, "Nenda msituni ukusanye vitu vinavyokufanya ujisikie vizuri. Lakini kumbuka, usirudi mara mbili mahali ulipopita." Baraka akaanza safari. Aliona maua mazuri, akayachukua. Akaona matunda matamu, akayachukua pia. Lakini kadiri alivyotembea mbele, aliona vitu vizuri zaidi. Akaanza kujuta kwa nini alichukua vile vya mwanzo. Mwisho akawa na kikapu chenye vitu vichache, kwa sababu alitaka mengi, akizani atapata bora zaidi mbeleni. Ikawaje sasa baba? Nitakwambia mjukuu, nisikilize vizuri. Basi Baraka aliporudi kwa mzee, alisema kwa huzuni, "Nilipoteza nafasi nyingi nikisubiri vitu bora zaidi." Nataka usikilize tena hapo. Aliporudi kwa mzee Baraka, akasema, "Nilipoteza nafasi nyingi nikisubiri vitu bora zaidi." Mzee akamwambia na kusema, "Hiyo ndiyo shida yako katika maisha. Unapuuza furaha ndogo ulizonazo leo kwa sababu unasubiri kitu kikubwa zaidi kesho." Mjukuu wangu, nisikilize vizuri. Mzee akamwambia hivi, "Hiyo ndiyo shida yako katika maisha. Unapuuza furaha ndogo ulizonazo leo kwa sababu unasubiri kitu kikubwa zaidi kesho." Baraka alinyamaza, akafikiria sana. Akaanza kuelewa kuwa furaha haipo mbali, ipo katika vitu vidogo vya kila siku, kama vile chakula alichopata, kazi alizoweza kuzifanya, marafiki waliomzunguka. Kuanzia siku hiyo, Baraka alibadilika, akaanza kuthamini kila alicho nacho. Alitabasamu zaidi, alifanya kazi kwa moyo, na hata wengine walianza kuona mwanga wake. Na ndipo aligundua furaha si kuwa na kila kitu unachotaka, bali ni kufurahia kila kitu ulichonacho. Ndio. Kumbe kuridhika na kuthamini ulichonacho ni furaha ya baadaye na sasa hivi. Hiyo ndio maana ya furaha. Inasema hivi ya kwamba
Furaha si kuwa na kila kitu unachotaka, bali ni kufurahia kila kitu ulicho nacho, mjukuu wangu. Zingatia hayo maneno, yatakusaidia ya kwamba furaha si kuwa na kila kitu unachokitaka, bali ni vile vidogo ulivyo navyo. Hiyo ndio furaha yako. Rizika na hivyo, itakusaidia hiyo. Unaweza ukaenda kulala